Yes, mimi nasema maandamano bado tutaenda. I'm a die-hard supporter of ODM. I'm a follower of Baba. Na vile ilivyo maandamano tutaenda regardless of where hawa wenye wanaiba vitu watatoka. Sisi tunaenda kuandamana. And the way things are, I'm seeing chances of one term somewhere. Chances of one term somewhere. Because things are not working right, Mr. President. Mr. Speaker, nimesema mimi ni member ya ODM and I'm entitled to what I'm going to say here today. That tunaenda maandamano regardless of where hii kitu inaenda kutoka. Not unless the president changes on how he's doing things. High level of unemployment is alarming in Kenya. Tukiongelea hayo. Na ukiangalia wenye wanaenda maandamano wote, ukianza na mimi tunaenda Sabasaba, ni wale ambao tumegraduate, tuko na papers na tuna kazi. And we are the majority. We are the youth. Si mnasemanga ma youths hawana kazi. Sasa kuna youths mwenye amefika class 8 na ana kazi, anaenda maandamano. Anaenda kupigania nini? What is that person going to fight for? Huh? No, it's not discrimination. I'm just trying to be realistic. I'm showing the president why this Gen Z movement has to go on. And it is going to be a more formidable. It's going to be a force like no any other. Inaenda kuendelea na bado mapambano. Sisi kama youths wa ODM tunaenda maandamano. Na tunasema kuna chances za one term because things are not working well. Kuna mtu analala kwa kazi mahali, anachukua pesa anaweka kwa vitu zenye hazistahili, vitu ambazo tutakuja hapa tuambie. Wanachukua vijana wengine wadogo wale wenye wanaonekana wako vocal, the goons. Let me just talk about the goons. Wanawapea pesa ili wa neutralize what Gen Zs are fighting for. In fact, today I'm going to declare this, and it is already declared somewhere. All graduates from all the nilisikia hata Mr. President anafanya RIAT inakuwa university. RIAT stand for Ramogi Institute of Technology. It's not worth it. There's no need of that because is giving us status, there are no jobs. Afadhali tuambie mapema tukimaliza form 4 which hata class 8 I'm knowledgeable enough. Hiyo pesa ya kwenda form 4 tuanze nao mabiashara, tuendelee nao mbele hivyo. All comrades tunaenda kwa universities zetu, our respective universities. Tunaenda kuandamana kutoka hapo. Mr. Speaker, hiyo ni story ya maandamano nimemalizia. Sasa nataka kuongelea hii maneno ya KDF. Mr. Speaker, honestly, hapo naye nadhani mwenye ali-advise, I think that guy was so clever. Those are the guys we want. Hakuna pesa kwa ground, lakini mtu amekaa tu kwa barracks. Ati amepewa combat. Kazi ni kwenda mess na kukula. Na kwenda kucheza games. Ati unalinda nini bana? If you've been given money by the government, you're on payroll. Use your pocket to feed you. Buy that food. So that hiyo pesa yenye wanaharibu kuwapatia chakula na wanapewa mshahara ifikie wananchi wa kawaida. Na president, hiyo pesa usichukue utenge mambo mengine. Ati unapeleka wapi? Usitenge, tafuta wenye unaweza create opportunities, employment for youths with that money. Kuna watu wameenda technical hapa. Kuna watu wameenda ma universities hapa. Kuna wale wenye walijaribu wakafika mahali hapa. Just look away in which you are going to sort those people. Otherwise, one term. Yes. Niko, tunakuja. Nimesema, don't misquote me. I'm a supporter of ODM. I'm in ODM. And I'm correcting the president because he's going to go one term. There's no need of lying to him here. That you know we are sugarcoating you, Naona Mr. President, one term is coming. Na tunakuja one term. Sabasaba.
utaona hiyo one time venye inafika. Leo si Wamnyora alikuwa huko nini? Ilikuwa Narok. Ameanza alienda kuongea na wale vijana. Wakuje waanze kuiba huku tena. Watupige huku tena. Huh? Let it be genuine, Wamnyora. If you are serious about that, if you have a revolution, you want us to make this guy go one time, then we are going to go that. So, I support that motion. Hapo place penye wametoa hiyo subsidy ya KDF, Mr. Speaker, it's a very good thing. And we support it. So, use it wisely, Mr. President. We are not going to relent on this. We are not cooling down anytime soon. Naona Murkomen alisema watu wapigwe marisasi. Then my mother is going to have a early grave. Because anatuambia ati tusiende, siji tutakufa vibaya. So mbona tuteseke instead of dying for our rights? If Murkomen has decided that is the way to go, why we just have to go by his ways? If that is his game, we are going to help him play that game. If he has to kill us, Murkomen, you are going to kill us because you are fighting our rights. Number one enemy and the number one problem that we are going to come out with, Mr. President, lazima uangalie mambo ya youth. Unaona vijana wako huko juu, wazee wamekaa kwa viti, wanatuangalia siji vijana wana nini, na kuna mwenye ako competent ako hapa, ama ako mahali, unataka wa press. We are not going to go that direction. So, mada ile ya tatu ilikuwa gani? It was so interesting. Ile ya kwanza tu. Wamekubali ile ya kwanza. Wamekubali. Amekubali. Zilikuwa mada tatu, Mr. Speaker, moja tu. Nimesema dakika ni 3. So ukikuja order. Wamesema wana. Sikiza. Tulia. Tulia. Ile ya tatu ilikuwa gani? Bwana order. Bwana nimesema mada ni 3. Na nitaingiza hapa mtu wa opposition na mtu wa serikali. Ongea kuja na nini yako kwa hiyo dakika 3. Ongea kwa hiyo dakika 3. Ama kama mnataka niongeze dakika mniambie ongeze dakika. Ongeza hiyo moja kwa niaba yangu. Eti ongea. No. Hatuwezi enda hiyo njia. Hii ni bunge. Na lazima sheria zifuatwe. So my brother na anaongea vitu zina make sense. Unaona? Amesema kwamba yeye ako ODM na anaona ni kwamba kama Ruto hatabadilika. Yes. But the issue is my brother, you are just talking about the graduates. Tunakuja. The rest watu wenyewe the likes of Nuru kanga bado wako shule. So that is a question. Yes. Watu unaweka wapi? Wasiende maandamano. No, Mr. Speaker, if I want to answer you quickly, if there's an English like that, quickly, they are free to join us because they have got their rights. So with us, ours, we are genuinely going as per the original Gen Zs. What you are going to say, yeah? Kama umejua wewe ni kijana na uko Kenya, you deserve a right to be here. Kazi mtaani zinakuja, unasikia mdosi fulani, mtu anapata kazi juu anajua kiongozi. What is that? We want a free country where everyone anapata kazi. Ile kazi yenye una feel unaweza pata, Mr. Speaker, utapata. And for us to get that, we have to be serious of this thing called one term. Sawa. Mada ya tatu sijiongelea. Please. Time. Na nashukuru sana kwa nafasi hii. Unajua mko nyuma yangu mwezi nisikia. Order. Ongeza sauti. Nashukuru sana kwa hii nafasi. Na ningependa kwanza niingilie kwa hii mada ya wanajeshi. Mr. Speaker, tusijidanganye. Nchi bila security, hiyo sio nchi. Na security ya nchi, national security, inaanzianga kwa wanajeshi. Sasa hivi tunaona wanajeshi wanalala kwa barracks. Hakuna kazi wanafanya. Lakini let me tell you my friends. Mnaona kama juzi vile Iran ilikuwa attacked na Israel. Sasa zile bado hakuna vita kwa nchi, hamtajua kazi ya wanajeshi. Lakini the moment nchi inakuwa attacked na foreign nation, ndio mtajua umuhimu wa wanajeshi. Wanajeshi hiyo kazi wanafanya iko commensurate na ile kitu wanapata. In fact mimi nikiangalia wanajeshi wa Kenya wako underpaid. Hao wanajeshi wanafanya kazi kwa barracks na wanafanya kazi kwa jeshi, wanafaa walipwe vizuri. Manake hii nchi inahitaji wanajeshi zaidi. Tayari vile tuko hivi saa hii serikali yetu tumesha polarize nchi yetu na nchi zingine. Juzi tuliona watu wa rebel forces za Sudan walikuja Kenya,
wakafanya nini launching yao ya hiyo chama yao hapa Kenya, ovuchi ilikuwa ni makosa. Na Sudan wale tunawajua vizuri sana, wale wanatoa vita. Wanazamka asubuhi na muamue Kenya imeanza kulipuliwa. Tutafanya nini? Tutatani kwa majeshi wetu. Na the same in apply mpaka kwa polisi wetu. Ndio saa hizi tunaona polisi ni wabaya, wanapiga watu, wanafanya nini? Lakini let me tell you my friends, saa hizi polisi saa hivi tumesimama hapa waseme wameresign saa hii ama wamestrike. Saa hivi tumesimama hapa. Hamtajua hii Kenya inakaaje. Mtashangaa sana. So security is very important na lazima tu empower watu wetu wa security. The only problem is wanatumika na wanasiasa kufanya vitu ambazo hazifai. Inafaa hiyo security sector ikuwe streamlined kabisa, ikuwe ni kitu ambayo inafuata national ethics na sio ethics za wanasiasa. Manake wanasiasa wanakuja wakienda, lakini security ina maintain kwa nchi. And so tukiangalia kama wanajeshi wetu wamepewa nafasi, wamenyang'anywa nafasi ya kupewa lunch, hiyo ni makosa. Pande yangu mimi kama mwananchi naona wananchi wafai kuwa jeshi wafai kuwa punished kwa ile kazi wanafanya. Nikimalizia hiyo narudi kwa agenda ya maandamano. Na tukiangalia kwa undani mambo ya maandamano, my friends, mimi on my part nasema Ruto mbili. Ruto anapewa 10. Kwa nini Ruto anapewa 10? Kwa sababu my friends, Kenya ni nchi ya siasa. Hapa bado tumefika sababu ya siasa. Na tukiangalia kutoka kwa nyuma, tukitoka kwa historia, manake historia inatufundisha pale tuko na pale tunaenda. So far tumeshaangalia presidents wangapi wamekuwa Kenya, almost 4. Ruto ni 5. Hao watu wameenda term zao zote. Mbona sasa hizi ndio tumeweka siasa ya kwamba Ruto ndiye hafai? Hafai kwa nini? Hafai sababu ya kabila yake? Hafai kwa sababu ya ngozi yake rangi yake ya ngozi? Ama hafai kwa sababu gani? Ruto lazima pewe nafasi ya kuongoza hii nchi miaka zake 10. Manake hawezi ongoza Kenya, hawezi ongoza nchi na miaka 5 peke yake. Kenya is a very big, tunaweza ita nini, enterprise ya kurun for only 5 years, alafu unasema umemaliza. The first 5 years zinakuanga za kujipanga na ku put things in order. The following 5 years zinakuanga ni za kuimplement zile vitu zenye umepanga. Kwa hivyo rais lazima pewe nafasi zake miaka zake 10, sababu alichaguliwa democratically. Alichaguliwa, na wakati alichaguliwa tulikuwa hapa tukakubali na akaapishwa. Inakuwaje after 2 years ndio tumeanza kuona makosa yake? Wewe in 2 years hata kwa ndoa in 2 years unakuwa umefanya nini? Hata miaka 5 bado hujazalisha. Wewe unasema kuongeza nchi miaka 2 umeshajaji mtu kwa mwanaume mzima, mwanaume kwa ndoa hata miaka 2, hata mko hapa wengi wenyu hamjazalisha kwa miaka 2. Sasa kuongoza nchi na mnataka kuniambia mnataka kupatia mtu 2 years? Lazima tukue serious. Ruto hana makosa. Mwenye anafanya Ruto aonekane ako na makosa ni maadui zake. Because hawa wanatuambia Ruto ni mbaya leo. Hawa ndio walikesha usiku na mchana wakituambia Ruto ni mzuri, Ruto ni mweupe kama pamba. Tukasema Raila mkakataa, tukaweka. Mimi namsupport sababu alichaguliwa. Na mimi nimpenda. Mbona nakujibu na mimi niko kwa speech yangu. Wewe Mr. Speaker. Unajua nyinyi mkiwa hapo. Acha ku distract. Sasa uamue wewe ni mtu wa media ama utakuwa member. Yeah. So point yangu ni tuko na katiba nchi yetu. Tuko na katiba na hiyo katiba inaonyesha step by step vile president anaingia kwa kiti na vile anatoka. Na kama Ruto aliingia democratically, pia kutoka kwake kwa democratically. Hata kama ni referendum yenye hata kama ni impeachment ilifanyia Gachagua, let us do it na order. Ndio tuache kama nchi imesimama. Maana yake Ruto alikuja, ametupata, amepata hii nchi na atatoka na ataacha hii nchi. Yes, nimemaliza masaa. Kuna swali pale. Asante sana Mr. Speaker. I think Mr. Speaker, nataka kuuliza member. Hapa kuna watu wakubwa na mavijana. Member amesema vizuri Mr. Speaker ya kwamba Ruto kukuja kwa mambo ya security ni kitu inakuanga serious na kila mtu amesikia. The same member Mr. Speaker tena anasema ya kwamba eti William Samoei Ruto afai kuenda one term aende 10 bila break. Wanajeshi sasa wamenyang'anywa lunch Mr. Speaker. Nani amewanyang'anya lunch? But umesikiza member vile amesema. Member amesema si haki ya kunyang'anya wanajeshi nini? So, unamuuliza nani amenyang'anya? Yeah? No, is a Kenya. Unajua Oria. It doesn't matter kama uko kwa serikali ama uko nje. Kama kitu inakuwa mbaya, ni lazima ukosoe. So ndugu anakosoa tu, anasema tu si right. But anasema bado ako ndani ya serikali.
Kunyang'anya jeshi ni nini hizi fanya toke kwa serikali? Nikisema rais sasa, Mr. Speaker, asante sana kwa kunisupport. Ndugu yangu umesema ulioa ukamaliza 2 years and a half ndio bibi akazaa. Sijasema mimi. Acha kuweka maneno yako kwa mdomo wangu. Nikisema rais Mr. Speaker, mimi nasema hivi. Ndio kuna shida Kenya. Hata mimi pia mimi nalia sana. Hata mimi sina kazi, hata mimi natafuta kazi. Lakini kazi yangu mimi naomba kwa wananchi sababu mimi nataka kwa MCA Embakasi Ward. Lakini mimi nasema kama ni kazi yenye wananchi wanalilia, there are better ways. Mimi naomba hivi, Ruto yeye mwenyewe as a person pale juu, yeye ni kichwa. Lakini hii system yote ya serikali ni mwili. Sisi wote inatuhusu, sisi wote wana Kenya. Tukae chini sasa tutafuta njia, sababu hii mambo ya Gen Z imekuwa too much na imekuwa ni problem. Hatuwezi ingiza vichwa zetu ndani ya mchanga kama ostrich to assume hizi shida zitaisha. So sisi wenyewe discussions zianze, debate zianze kuanzia hapa kwa hizi forum ndogo kama hizi za mashinani. Sisi wenyewe tunaweza kutafuta njia ya kurudisha hii nchi yetu irudi kwa laini. Mwenyewe Ruto tunaweza muangalia na tukimtoa bado hizi shida zitabaki. Tuangalieni hizi shida tutazimaliza aje once and for all. Because hata tukitoa Ruto saa hii, leo asubuhi amke kesho aseme yeye ameenda ameacha hii kiti, bado hizi shida zitabaki. Hizi shida ziko wapi? Hizi shida ni corruption, hizi shida ni ukabila, hizi shida ni racism, hizi shida ni classism. Zile watu wako na class na watu wako na levels. Hizi zote nafaa tukae chini tuangalie kama wananchi tutatatua aje. Otherwise nimemaliza na asanteni sana. Hiyo kunyang'anya wanajeshi lunch. I'm not afraid to tell you this, Mr. President, and for the purpose of the records, I have to tell you this facing the camera. Why are you killing professionalism in this country? Because even if we check the kind of the CS that you are having, they are not professional. Huwezi niambia ati pesa zenye wanajeshi wanakula ni mingi kuliko ile inaibiwa katika serikali yako. Rudishia wanajeshi lunch yao. Hiyo nimemaliza hivyo. Number 1, ile the first murder concerning the maandamano wale wenye walikuja. Mimi personally niliona the CS for interior akienda kuguza ID. Alikuwa anachafua evidence. Unataka kuniambia ati huyo mtu alisombwa ama huyo ni mpango ya serikali? Asanteni. Basi yako ambayo umenipea leo na wale ambaye wamehudhuria bunge hii ya leo, naenda kwa mada ya kwanza ambayo inasema kwa ni kweli maandamano ambayo ilikuwa imetendeka wakati wa maandamano, wizi ambayo ilikuwa imetendeka wakati wa maandamano ilikuwa imepangwa, na ilikuwa imepangwa na serikali William Ruto, kiongozwa na William Ruto. Mali ya watu ambayo ilikuwa imechomwa, uharibifu ambayo ilikuwa imetendeka Nairobi, Kiambu na hizo kaunti 27 ambayo maandamano ilikuwa imepangwa na William Ruto ikiongozwa na Yesa. Sasa mimi nataka kuambia wananchi, sisi kama wale ambao tulikuwa tunaunga William Ruto mkono kwa sababu ya kazi yake, lakini ameenda kinyume. Tumetoka wote. Kama Mjaluo anajua ako hapa anaunga serikali mkono, acha niwaulize nyinyi wananchi. Sasa mkikaa hapa, ni kweli kuna mtu mwenye atamka tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2027 kupigia William Ruto asubuhi? Ni wewe peke yako. So mimi nataka kusema hivi, kwa hiyo mada uharibifu ya mali ambayo ilikuwa imetendeka Nairobi CBD na Kiambu koti kuchomwa na kituo cha polisi kuchomwa na kule vile huko Embu, ilikuwa imepangwa na William Ruto pamoja na Murkomen. Hao watu wawili ndio wanajua chenye ilikuwa inatendeka. Walijua wananchi wamechoka na William Ruto, sasa watume watu wakipewa 500. Ati chukua hii 500 pea wazee kwa sababu hawana meno, wakunywe pombe na maragwe. Alafu anatuma Yesa achukue 200 kwa sababu jensi wako na meno. Chukua hii 200 ununue aramu kunywe, nukunywe ga githeri. Ukunywe githeri. Ukula githeri na aramu. Sasa tuwezi kubali hizo mikakati mbovu, hatutaki sisi kama wananchi. Tuko macho. Tutahakikisha ya kwamba William Ruto asubuhi na mapema nyumbani, Mudavadi nyumbani, Wetangula nyumbani. Na acha niwaambie, kwa hiyo mada yeyote, awe mbunge, awe governor, awe MCA mwenye anatembea na William Ruto pamoja, ati amebeba bagi chafu anatembea, William Ruto ako huku na huku, William Ruto ako huku na huku, wote nyumbani. Mjipange, sisi kama wananchi tutakuwa na nyinyi. Mada ya pili, wanajeshi kunyimwa lunch. Wanajeshi kunyimwa lunch. Hii kitu
ni uharibifu katika nchi na tuwezi kubali kitu kama hii. Moi amekuwa pale wanajeshi wajanyimwa lunch. Kibaki amekuwa pale wanajeshi wajanyimwa lunch. Uhuru Kenyatta amestaafu juzi uchaguzi uliopita. Wanajeshi wako wamenyimwa lunch. Sasa wewe unaingia hapo unaiba mali ya watu, wanajeshi unanyima lunch. Nao wanalinda mpaka. Au wajiushishi kwa siasa, kazi yako ni kusanya ushuru na kukula alafu unanyima wanajeshi lunch. Hatuwezi kubali. Na kama itakuwa inatendeka hivyo, nawaomba nyinyi wanajeshi muwe makini. Saba. Tunataka wananchi wajitokeze wengi, muingie pale, mkiingia State House, mng'oe ile bandera. Mkishaing'oa ile bandera ya UDA, muingie ndani, mkishaingia ndani, mnaangusha hivi. Wanajeshi anaingia ndani alafu watu wawili wanaingia pale. William Ruto anatolewa anaenda nyumbani. Wanajeshi wanachukua sukani. Ya tatu. Je, ni kweli maandamano iliyotokea uharibifu ambayo ilikuwa imetokea ilikuwa imepangwa na watu kutoka Mlima Kenya? Uongo. Kaunti 27 Member, mada ya tatu hiyo yenye unasoma wameuliza just simple question and you are a teacher na ulikuwa hapo kusikiza. Asiku nimekuja hapo kama na uliandika aje? Hizi zenye nimekuja nikaandika baadaye. Sasa ulikuja tu nazo zako? Hapana. The question was just simple. It was just simple. Wameuliza ya kwamba hii maandamano yenye ilikuwa hapa ni opposition ama serikali, sio watu wa Mount Kenya. Sawa, asante sana. No, amesema Mount Kenya wewe. Uko hapo wewe. So mimi niko hapa na msikiza. Sawa, asante sana mwenyekiti kwa sababu ya urekebishaji wako. Acha niendelee. Si unasikia amekubali. Na uko hapa. Sasa maandamano ambayo ilikuwa imepangwa na serikali. Ati kama ilikuwa imepangwa na serikali ama ilikuwa imepangwa na upinzani. Hii kiti ilikuwa ya Wakenya wote ambao wanataka William Ruto waende nyumbani, na hiki kwa jamii moja kutoka Mlima Kenya. Ilikuwa kaunti 27. Hiyo inaonyesha nini? Inaonyesha kuwa William Ruto watu wamtaki. Kama Kisumu maandamano ilikuwa, Homa Bay kwetu maandamano ilikuwa. Kwani wewe ni nani? Heshimu miaka yako. Heshimu miaka yako. Maandamano ilikuwa mpaka na tunatarajia kaunti 39 saba kujitokeza ili wajiunge na maandamano ili tuingie State House tung'oe huyu jamaa ndani. Ni mnyama. Asante sana. Na shukuru wa Kenya wenye walijitokeza tarehe 25. Ya pili, tumesikwa na hali ya msikitiko na kuogofya. Kama Wakenya wanaweza uawa kama panya, nguruwe, kama maumbwa, alafu mtu anasimama pale na kiparangoto yake bila heshima, ati ni minister anasema ati shoot to kill. Polisi tunaishi na nyinyi hapa. Ukiua Mkenya mmoja, police station ndani Tagela. Tutapiga matako yenu mbaya sana. Sema one time. Sema one time. Sema one time. Kwaku. Oya. Nasema munasema one time. Kwa kuharibu uchumi yetu. Thank you. Hatuko kwa campaign. Oh. Nini? Hatuko kwa rally. Hii ni maoni yangu. Toa tu maoni. Watu ndio wamependa maoni. Tunasema hivi. Spika ulipwe usilipwe. Mimi nasimama na Wakenya wenye ni wengi. Okay. Unajua Kipikimbi umekawea kuja hapa. Okay. Bunge imebadilika. Oh. Yes. Lazima ukuwe na heshima. Thank you sir. Na correct tu hapa, hii ni bunge, hatuko kwa campaign. Okay. Yes. Okay. Asante sana Mr. Speaker sir. Nitazingatia katiba ya bunge. Lakini mimi kama Mkenya ordinary kama Wakenya wengine tumeishi kwa giza siku mingi, ni wakati ukweli semwe na kieleweke. Kama kuna kazini yako mwenye aliuawa kwa maandamano ama mwenye amewahi kufa kwa maandamano, uko na uchungu ndani yako. Yeye alikufa hajawahi rudi, ni ukweli. Tukisema one time mnasema ngwe. One time nayo ni one time. Ya pili,
Sisi kama Wakenya, hebu angalia, nataka muangalie kitu na Murizo na mimi. Minister mwenye anajiita amesoma, kumbe hata Sudi yako na akili kuliko Murkomen. Murkomen anasema ati polisi shoot to kill. Na polisi hao wenye wana shoot to kill, polisi wanakula chapo ndodo. Polisi ameshinda kwa maandamano na hiyo kitu kubwa kwa kichwa ya chuma, amevaa kiau water guard tiende. Ameshinda na njaa, anapigwa na mtoto mdogo anamsua tu, polisi anaanguka chini. Lazima tu support polisi wetu. Ya pili, polisi wakati anafanya training ni wakati anaendanga kwa Ginene Kiganjo peke yake, akidoa Kiganjo anasema wacha tuibie wakora tupore. Sasa wakakutana na jensi kadogo hivi kalezi hedi Thika Road, polisi anaanguka kama miti. Tafadhali polisi, ukiwa kwa kazi fanya training, sababu ukiwacha bunduki na rungu, ukiwa na mkono hata mimi nakuvulia. Ya tatu, serikali umefanya kitu mzuri sana kwa kunyang'anya wanajeshi lunch. Walikuwa wanakula sana. Mwanajeshi anakula kwa kambi, anakuja kwa ploti kukula bibi yako na hakuna kitu utamfanya. Unaona? Sasa hii tunatosana. Unaingia klabu unapata mwanajeshi amekula pesa yetu, mimi niko na kadogo anakula bibi yangu. Which is very wrong. Sasa serikali hapo na tunashukuru Ruto wanyang'anyi kabisa, sababu hakuna vita wamewahi enda. Tunataka wanajeshi tokeni kwa barabara tarehe 7 mwezi wa 7. Polisi kwa kama raia. Na ukiwa polisi tulinde. Ukitupiga tunapigana. Hakuna kukimbia. Ya mwisho nikimalizia, Wakenya, hii Kenya ni yetu. Kenya sio nchi ya mama ya mtu. Kenya ni nchi ya mama yetu wote. Wakati tumeweka bakora wanatuibia huko, sisi tunakaa kama ng'ombe na pesa ni yetu. Tutoke nje, tupiganie haki yetu. Ya mwisho, wanasema bandit ni walikuwa wanaibia watu. Bandit atoke Turkana, akuja kimbie kwa chumi ya Nairobi, bandit. Yani mtu anatoka ati Turkana, anakimbia kwa chuma. Raundi tarehe 7 mwezi wa 7 kukimbia na nyinyi kimbi. Raundi ndio mbaya. Watu wa Mathare tokeni nje. Kibera Korokocho kwa Mongo Mwelo. Ukipia kone Kayole Soweto. Tukutane kwa street. Hakuna kuogopa mpaka wewe umenunuliwa speaker sasa. Mimi kuanzia mwaka wa 2007 sijawahi penda maandamano. Kwa sababu gani? Wazee wetu waliotupatia independence walitumia maandamano ili kuleta uhuru Kenya hii. Sasa hivi vijana wetu wamesoma, bado wanatumia mbinu za kitambo za kusuluhisha shida katika taifa letu la Kenya. Wakati Gen Z ilipoanza maandamano last year tarehe 18 mwezi wa 6, I supported them. Nikifikiria kwamba wako na agenda, nikafikiria kwamba wako na viongozi, nikafikiria kwamba wako na plan. Lakini later on I discovered that they were planless, they were leaderless, and they had nothing to tell Kenyans. And even now, Gen Z is just a group of criminals. And if we are not careful, this country is going to breed criminals in the near coming future. Lazima tukashifu mambo yenye watu wanajikusanya generation fulani ati inataka ipressurize serikali kufanya venye wanataka. Vijana wetu wamesoma, tukatai. Comrades wanasema kwamba wamesoma. Na mtu asiwadanganya hadi sisi hatujasoma. Hata sisi tumesoma. Lakini tunaona jinsi vile mnataka kupeleka taifa letu la Kenya, it is you want to take this country into a very dangerous direction. Hata kama William Ruto atatolewa, your demands cannot be achieved even if Rigathi Gachagua or Matiang'i or Kalonzo will take over. Then meaning that the agenda of Gen Z itaendelea na ikienda hivyo, we are going to breed a criminal gang in Kenya, a gang that we will never actually defeat in the near coming future. Yes.
Therefore mimi naambia hata kanisa, wakati vijana wameandamana, tumekuwa na 14 rape cases, tumekuwa na 1. There is a question. Mr. Speaker, Uliza tu. in your presence, member is calling Gen Z a criminal gang, which is wrong. I'm telling you here. Second thing, in the Constitution, demonstration is a means of expressing interest and disagreement. And in fact, by nature, if diplomacy fails, we use violence. So our violence, Mr. Speaker, as I inform my learned friend, is that demonstration is not for gangs. So as you continue, don't call Gen Z's gangs. But Mr. Speaker. Order. Member, umemsikiza member akisema vizuri sana. Amesema itafika time saa hii hao vijana wenye wanajiita Gen Z. Itafika time in the future itakuwa gang. Not si hajasema saa hii. Okay. Katiba yetu ya Kenya, Article 37 of our constitution inasema ya kwamba you have a freedom and you have a right to demonstrate peacefully, to protest in order to present your petition to public authority. Haisemi ya kwamba you dictate, and in fact your demonstration is not peaceful. And why am I against demonstration? Demonstration now creates a medium through which criminals express and execute their evil on the streets. Mr. Speaker, ninasikitika sana naona kwamba watu wanaambia serikali ya kwamba ili tackle protesters with a lot of force. Lakini ukienda kwa ukweli, the protesters were tackling the police with a lot of force. Something that forced the police now to tackle them in the same way. Kanisa limekataza hawa vijana kwa sababu they created an avenue through which rapists took an advantage. They created an avenue through which thieves and thugs and other criminals. In fact, Gen Z, unaweza kuwa nyinyi mlikuwa watu wazuri, wa comrades. Nyinyi ni graduates. Mlikuwa salama sana kwa barabara. Lakini mlikuwa mmecreate a medium through which now wale wengine wanapitia ndani yenu kufanya criminals. So that's why nasema kwamba Gen Z, it is a criminal gang forming up in this country. And this criminal gang must be stopped as early as this. If we delay stopping this criminal gang, my friends, hata wazazi wetu, hawa vijana wataingia pale kwa makanisa, watakunywa sadaka, watakunywa divai. Kwa hivyo member, what's your point? My point is skiza. Umesema ya kwamba umesema ya kwamba hao Gen Z ni watu wazuri sana. Ni walikuwa na agenda mzuri sana. But kuna criminals waliingia ndani. But tena baadaye unasema Gen Z ni criminal. So what is what? Okay. What is what? Okay. Wacha Mr. Speaker, hujasikia vizuri. Nimesema kwamba Gen Z, we are breeding a criminal gang. We are breeding a criminal gang through this Gen Z perception. So yeah, that is why tunasema ya kwamba even if we have a problem in this country, you want to reform them. Time yake itakuja. Kitu yeye naongelea. Hiyo. Mr. Speaker, I'm just informing the members and my fellow member here that Gen Z is a criminal gang that are coming up to break maduka na wanabomoa ma supermarkets na wana threaten watu, Bwana Speaker. I want also to inform members au watoto wametumia watu uoga yenye watu hawezi sema ukweli kwamba those are gangs and thugs that wanabomoa vitu. These people, these are Al-Shabaab to be. These people are Mungiki to be. And hii kitu mmeogopa kusema, Mr. Speaker. Hii kitu ndio mmeogopa kusema. These are thugs, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Speaker.
Is it about the No, member or utampea nafasi yake. A question. You have called the Jay-Z's as criminals that are being brought. I want to ask you a question. 2 weeks ago, we saw Sakaja bringing in the criminal gangs who are being escorted by the police. Those are Is it the police? Is it the government? Is it not the government that's not freely of criminal gangs? Okay. Wewe kuja useme wewe. Wacha nijibu haraka. Jibu yeye. Ni swali, acha nimjibu haraka. Hey, my friend. Mzee, umeuliza kwamba ati kuna watu walikuwa hired wakaletwa town ku disrupt demonstration. Ukiangalia vizuri, those who are Gen Zs, that is why I'm calling them criminal gangs, because they will be hired to do anything wrong in this country. In fact, wakati hawa vijana, anybody can use Gen Z. Ni watu watatu wamemaliza. Unaona? Mr. Speaker, ukiangalia vizuri, saa hii ukipata polisi amechapa mtu risasi, ukimwangalia ni Gen Z. Ukiangalia watu wamekuwa hired kwenda kuleta shida mahali fulani, ni Gen Z hao. Alafu ukiangalia wale ambao wana demonstrate ni Gen Z. So it means that hii ni kikundi ambayo inajikusanya, itafanya mambo mabaya sana hapo mbeleni. These are thugs, these are terrorists, these are goons of this country. Na inatakikana, Mr. Speaker, serikali yetu ichukue hatua as early as this. Nataka kanisa lisaidiane. Lituondolee hii criminal gang hii. Hao watoto wataanza kulemea wazazi wao kwa manyumba. Nawaambia ukweli, wazazi msijaribu kusupport kitu ilianza vizuri sana, lakini mahali inaelekea venye naangalia, kwa sababu wamegundua akienda kwa supermarket hakuna mtu atamkataza, ataingia kwa biashara yako. Watu wamechomea mali, supermarket zinaibiwa, maduka zinaibiwa na hawa vijana wadogo hawa wanajifanya kuwa wezi. This country, there is no anarchy. And there is no space for anarchy for these people to execute the evils on the streets, Mr. Speaker. Thank you. Order. Tulia. Order.